Leo tunaenda kuangalia namna gani ambayo utaweza kusoma meseji za mtu mwingine na kusikiliza mazungumzo yake. Hii ni pasipo kushika simu yake. Sasa utaenda kumchunguza nani? Hilo ni juu yako. Sasa unajua kwa nini nimeamua kukusaidia hivi? Nakumbuka hii kwa mara ya kwanza kuna mzee mmoja alikuwa amenitafuta akaniambia kwamba kijana wangu, mimi nina shida, kuna namna ambavyo naishi na mke wangu hapa nyumbani. Kuna matatizo mengi sana toka aende chuo, amerudi nyumbani ni mtu ambaye anasema kwamba hana hisia na mimi, hata kushiriki tendo imekuwa changamoto. Of course alikuwa ni mzee wa umri wa makamo. Of course mimi tukilinganisha naye, mimi ni umri naweza kusema kwamba tofauti yetu ilikuwa ni kama miaka 30 hivi. Kwa ni mtu ambaye pia mwenyewe naweza nikamtem kama father, kwa sababu pia umri ulikuwa umeenda. So nikawa nimemsikiliza yule mzee, akaniambia kwamba lengo la kutafuta mimi kijana wangu, nataka unisaidie namna gani ambavyo naweza nikasoma message na kusikiliza simu za mwanamke wangu ambaye alikuwa mke wake, na aliniambia kwamba alimpeleka chuo, lakini sasa baada ya kurudi chuo mwanamke anakuambia kwamba amepoteza interest na mume wake. So baada ya kupoteza interest na mume wake, hata kushiriki ile tendo imekuwa ni ngumu. So mwanaume akawa na wasiwasi, na wakati huo sasa mwanamke yuko mwaka wa tatu, so anakaribia kumaliza mwaka mmoja, mbakiza mwaka mmoja anakaribia kumaliza chuo. So akawa amerudi chuo, so mume wake yuko nyumbani, ndo kwa amenicheki. Na hiyo mimi nilikuwa nimeenda mkoani maskani, nilikuwa nimeenda mara moja pale maskani Mtwara huko nyumbani huko Mtwara huko watu wa Mtwara sisi, au sio? So huyo mzee ndo alikuwa amekuja pale maskani, baada ya kuniuliza kijana wangu nasomea nini, nikamwambia bwana mimi nimesomea masuala ya computer science, computer engineering, so masuala ya IT nini, ni moja ya course tu ambazo ziko ndani. Kwa hiyo akawa interested sana kutaka mimi nimsaidie. So tukawa tumekaa, nikaanza kumsaidia. So baada ya hapo nikawa nimepiga course namna fulani, nikaka mdukuzi, nikawa nimepiga kodi pale, basi ikawa nimemwachia. Mimi nikawa nimeondoka. Sasa nilikuwa nimekaa kule, na mimi pia nimekuja likizo kuwacheki wazazi. So kuna muda mrefu sana nikawa nimekaa kule, tukawa tunakutana ule mzee katika story. So basi mwisho wa siku akawa ameniita kwake, akaniambia hebu nisaidie sasa hapa kunitofautishia kati ya hizi message, nani ametuma na nani ametumiwa, kwa sababu sasa unajua ni mzee pia, umri umeenda, masuala ya teknolojia hii hapa yeye elewe. So akawa ameniambia hebu nitofautishie kati ya hizi message, nani alikuwa anatuma na nani alikuwa anatumiwa. So mimi nikaanza kumchambulia zile message, namwambia hii hapa alituma mke wako, hii hapa alitumiwa mke wako. So tukawa tunachambua zile message ambazo zilikuwa hatuko interested nazo sana, zilikuwa zionyeshi viashiria vya mapenzi. So tukawa tunazifuta hadi tukampata mtu mmoja ambaye alikuwa yuko busy sana, anawasiliana na ule bibie, yuko chuo, anawasiliana na ule bibie. So baada ya kuchunguza tukaja kugundua kwamba mwanamke alipangiwa nyumba na mume wake, kwa sababu sasa alikuwa kai hostel. Tunafahamu masuala ya chuo, kama mwaka mmoja, mwaka wa pili au tena ukaa hostel unawapisha wa mwaka wa kwanza. So akawa yeye yuko mtaani. So katika pale mtaani, katika zile convo, tukaja kugundua kwamba yule mwanamke ambaye sasa ni mke wa father sasa anaishi na mwanaume mwingine. So ndio vitu kama hivyo hapo. Sasa katika kuishi na huyo mwanaume mwingine, sasa inaonekana kwamba mwanaume ambaye alikuwa anaishi naye ni kijana lika fulani hivi la vijana, lakini sasa huyo kijana pia alikuwa na mwanamke wake mwingine. So vitu vyote hivi tunavishuhudia kwenye message sasa baada ya kuanza kumchunguza yule mwanamke. So conservation ambazo mwanamke alikuwa anafanya, mke wa father alikuwa anafanya na huyo mwanaume wake ambaye anaishi naye, alikuwa anamlalamikia kwamba nakupa kila kitu, unakaa kwangu, unavaa kila kitu ambacho mimi nakupatia wewe, lakini pia unakula kila kitu ambacho mimi nakupatia wewe, nimekununulia gari kutokana na hela zangu mimi, lakini bado still unanichiti na wanawake ambao hawajui hata kufua chupi. So ndio tukaja kugundua kwamba kumbe huyu mwanamke kuna mwanaume mwingine ambaye anaishi naye kutokana na hela ambazo father anagharamikia, kwa sababu father alikuwa na mashamba ya nani, mashamba ya ufuta, lakini pia alikuwa ana mashamba ya korosho. So kibunda ilikuwa sio kitu cha kusumbua sana kwake, yani vibunda vilikuwa vipo. Kwa hiyo alikuwa ana provide vibunda pale kwa mama mtu kwamba yuko chuoni asisumbuke. So tukaja kugundua kwamba mwanamke ni kitu ambacho anakifanya. Sasa tukawa tumekusanya huo ushahidi wote, tume screenshot hivyo. Sasa
Tukawa tuna mpango sasa, nini sasa tufanye ili sasa ili jambo liwe ushahidi ya kwamba hata father anapoitisha kikao ama anapomwambia mwanamke wake ni kitu gani ambacho atakifanya ili ushahidi umekaa vizuri, na mimi sasa nisiingizwe katika misala, kwa sababu sometimes katika misala kama hii hapo unaweza kaja kulaumiwa. Utakuta mtu ameishi na familia yake ana miaka kama 3 ama 5, wamepata watoto 4, alafu unakuja kuleta mambo yako tu, inakuwa noma. Sasa mimi pia nikaona kwamba hii ni ngumu, japo ushahidi kila kitu tumepata, lakini anaweza akasema kwamba hiki ni kitu ambacho cha kutengeneza. Tunafahamu sasa hizi official AI hizi akili bandia hizi ni mambo ambayo yamekuwa yakifanyika sana. Maana artificial intelligence AI, mambo ambayo yamekuwa yakifanyika sana. Mtu anaweza akatengeneza chat conversation. Toka huko nyuma zipo apps ambazo unaweza kutengeneza chat afu mtu kamhukumu nazo. So anaweza kakubishia katika namna hiyo. So mimi nikamshauri kwamba mzee, inatakiwa sasa wewe upandishe town. So kwa sababu mzee aliniambia kwamba alikuwa anapajua mke wake alipokuwa anakaa. Kama basi wewe unabidi upandishe wapi? Upandishe town. Uende pale ambapo ulishempangishaga mke wako. So tunafahamu ruti ya kutoka Mtwara to Dar es Salaam sio ruti kubwa sana, au sio? Ukipanda tu buti la Zungu pale, of course lazima kama utakuwa unasafiri kutoka Mtwara hadi Dar es Salaam, buti la Zungu tu pale ukidandia ile kishikaji nini, pap Mbagala unaangalia ruti gani unaenda. Kwa Makonde tuko wengi sana pale Mbagala, unaangalia ni sehemu gani ambayo wewe unaenda. So kweli mzee akaona kwamba kijana wangu amenishauri fresh. So na mimi sasa nikawa nimefikia siku sasa kuondoka kule. Tukawa tumepanda ndinga na mzee, au sio? Luxury fulani hivi somo mzee kibunda kipo afu nilikuwa nimemsaidia, so tukapanda gari fulani hivi luxury VIP. So Kinyamwezi tukawa tumefika pale Dar es Salaam. So katika story hii pia usiniite mnoko. So huko baadaye nitakufundisha namna gani ambayo nawe pia utaweza kufanikisha hili jambo. Lakini usiniite mnoko, au sio? Sije kusema kaka mdukuzi. Wewe bwana kama ni mnoko fulani hivi. Basi bana. Tukawa tumefika pale, of course nikamwambia basi mzee, mimi naendelea na shughuli zangu. Mzee akaniambia basi poa, sababu mzee mwenyeji Dar es Salaam, au sio? Wa Makonde wengi Dar es Salaam huwezi kuwazingua, sababu of course tuna drip kawaida tu sana hapo. Kudrip kutoka Mtwara hadi Dar es Salaam ni kawaida sana, au sio? Mbagala unaweza kusema ni maskani pale. So mzee baadaye kesho yake jioni akanicheki kama bwana, niko mpangisha kule mara kwanza amehama, lakini nimeambiwa kwamba alihamia sehemu fulani, kwa nitaenda huko. So jamaa father kweli amefuatilia hadi akaja kwa Samaria wema kweli, akaja kumwelekeza kwa sababu sikuwa nafahamu pale, wakaja kumwelekeza kwamba amehamia mtaa wa pili tu hapo. So ilikuwa kama mzee akamwambia kama ulikuwa kama mitaa miwili mitatu hivi ndio nafika mwanamke alikohamia, na sababu za kuhama pale kwamba alihama sasa kwamba sikuwa najua, watu kwa najua kwamba ni mke wa mtu amepangia hapa na mume wake yuko chuo. So baada ya kuanza kuishi na huo mwanaume wake mwingine ndo kaenda kupanga huko. So mwanaume anakuambia kwamba jioni akawa ametega pale, kweli akawa amekiona KIST kinafika pale. Assume kwamba mtu unamsomesha mke wako, unamlipia kila kitu, anakupiga mizinga 4 hivi 1 2 3, unamtumia hela hadi nafikia hela namnunulia gari mwanaume. So akaona KIST kimeshuka pale. Lakini cha kushangaza nakwambia kwamba so kijana ambaye alimuona pale nilika kama langu mimi, kwa sababu mzee alikuwa ananitem kama mimi mtoto wake. So nakwambia kama kijana ambaye alikuwa kidogo anamchangamsha bi mkubwa pale nilika kama langu. So kama bi mkubwa alikuwa amefuga kibenteni. So na mzee alikuja kujua haya yote baada ya kwa kumchunguza mwanamke wake. So mzee akawa amefika pale, kwa sababu mwanamke alikuwa kama ameenda kuoga. So kijamaa ndo kimeshuka pale, kimeingia ndani nini, kimevaa taulo nini fresh, wanakaa chumba sebule, jiko, master bedroom. So mzee akawa ameingia moja kwa moja hadi ndani, amekakuta kajamaa kamefunga kuna taulo. Mzee akaingia moja kwa moja kusukuma tu mlango uko ndani pale. Mzee akakaa kwenye kiti. So anaambia mzee anavyonisimia kaka kadogo, akamuuliza umeingiaje huko ndani? Wewe ni nani? Mzee akasema subiri tu kwanza utajua mimi ni nani, kwa sababu kuna mtu ambaye akija hapa atakutambulisha mimi ni nani, sio na wasiwasi. Kijana akamwambia bana, hapana, unatakiwa uwe mstaarabu, hata kama ni mtu ambaye unafahamiana naye amekwambia uje hapa, pengine ulitakiwa mpigie simu, usiingie kama hivi, umpigie simu aje kukupokea. Mzee akasema basi nimefanya makosa, lakini utaniwia radhi kwa sababu akija hapa kinitambulisha, of course mambo yote tutasolve tu, utaona ni jambo la kawaida.
So kweli baada ya muda mwanamke kule kasikia kama kuna watu wananong'onezana. Umeona? So ikabidi aje kusikia ni nani ambaye anaongea na mwanaume wake pale ambaye ni kibenteni. So kufika pale ndo anamkuta baba watoto. I say mzee anakuambia kwamba mwanamke alizimia. So nini ambacho kiliendelea pale ndo masuala ya hospitali, vitu kama hivyo. Lakini lengo langu lilikuwa sio ni kukupigisha historia. Lengo langu ni nataka nikwambie kwamba unapotaka kufanya hili jambo, of course kuna mambo mengi sana ambayo unaweza kukutana nao. Moja ndio ile hapo mtu anaweza kazimia, vitu kama hivyo hapo. So umekuwa ukitaka na wewe niweze kukusaidia hili jambo ili uweze kufanikisha, ni check kupitia namba ambayo unaiona hapo, niambie hey Mr. T, naomba unisaidie tuweze kusoma message na kusikiliza SMS za mtu mwingine.